Yo, mzigo unaanza, tunamuona mshikaji amekaa kwenye kiti alafu dem kama amemjia kwa nyuma hivi anaanza kumwambia baby, "So twende tena tukamalizie, ukanipa kimoja cha faster alafu ndio uendelee na mambo yako." Huyu jamaa ni pasta. Na huyu dem hapa ni malaya tu. Sasa hii movie inamhusu pasta ambaye amezama kwenye penzi la malaya. Sasa je, aliingiaje? Mimi na wewe tufahamu. Twende sawa. Hapa tunamwona bimdada yupo kama gerezani anapiga makelele na nini. Huyu dada anaitwa Uche Montana. Hapa anapiga makelele, anahitaji msaada. Help. Hakuna mtu anamsikia. Lakini ghafla yuko huko kitandani, tunamwona rafiki yake anamwamsha. Wewe Uche, mbona kelele nyingi sana? Uche anashtuka. Kwani ulikuwa wapi? Sio ulikuwa wapi? Unapiga sana makelele usiku. Ndoto gani hiyo ambayo unaiota? Akasema, kuna ndoto nimeiota kama niko gerezani hivi hapo sielewi. Huyu rafiki yake Uche wanakaa wote hapa. Alafu ile geto bwana ni la Uche, lakini rafiki yake hana mageto. Lakini rafiki yake ni mtu wa Mungu sana, yani muda wote kusali. Lakini Uche ukimwambia masuala ya Mungu, unaweza mkagombana. Anakuambia mimi nilikuja tu invisible, hakuna Mungu. Mimi Mungu wangu ni mama yangu, kwa sababu ndo alionileta duniani. Sasa wako hapa anakunywa chai, yule rafiki yake anamwambia kwamba unajua nini Uche? Inabidi umrudie Mungu, unabidi usali. Haya mambo ambayo yanatokea kila siku sio kawaida, ni shetani huyo. Lakini huyu Uche anamwambia kama umechoka kunywa chai, naomba unipishe uondoke zako. Naomba unanipiga tu kelele. Sasa tunamwona Uche yupo na laptop yake. Huyu dada ni mtu wa mitandao kichizi, ni wale wa tap screen guys. Sasa hapa yupo anaangalia mtandao wake jinsi gani ambavyo unaenda. Na anafanya biashara ya kupromote mafuta fulani hivi ambao wadada wengi wanayatumia ili kwa ajili ya skincare. Hapa tunamwona mshikaji, huyu mwamba anaitwa Eric. Huyu mwamba waga anakitupa sana na Uche. Sasa hapa anamwambia kwamba tuanze tu basi tukakitupe. Unajua ni wiki nzima sijakirusha. Hapa tunaona umeshamaliza kukitupa ndo anatoka. Sasa Uche anamwambia, "Sasa wewe Eric, mbona unaenda haraka sana? Kwa unawahi nini?" Huyu Eric ana mke na ana watoto. Kwa hiyo hapa ana cheat. Sasa huyu Uche anamwambia kwamba, "Eric, mbona unawahi kuondoka lakini? Tuwe basi tukamalizie. Unajua kuna style sijakupa. Kuna nyingine meibuni, yani popo kanya mbingu, unakaa kwa juu afu unairukia hivi. Hiyo sijakupea." Lakini Eric anamwambia, "Bwana baby, utanipa siku nyingine. Acha niwe kwanza familia." Lakini Uche anaonekana sana anampenda sana Eric. Yaani anapenda mapenzi kuliko hata kula. Yaani kwenye mzagamuo tu, tipu mchanga tipu kokoto, yaani anapenda kinoma. Sasa hapa tunamwona Eric yuko barabarani. Mara ghafla anapigiwa simu. Anapigiwa simu na mke wake, anaambiwa kwamba mwanae wa kwanza kafariki. Sasa Eric anajilaumu. Yaani mwanae yuko hospitalini anapambania uhai wake. Yeye yupo kwa nakitupa na Uche. Yaani tipu mchaka tipu kokoto. Hamna kitu kingine anawaza. Sasa yuko hapa kasemesha gari akawa anajilaumu kinoma. Yutie kile ambacho anakifanya. Sasa movie inaama inatuleta hapa mezani. Tunamwona Uche amekuja, ameandaliwa kila kitu. Huyu rafiki yake anaitwa Adele. Ni yule ambaye alikuwa anamwamsha asubuhi. Sasa hapa Adele kapewa salamu na Uche za saizi lakini hajajibu. Alipokaa akamwambia, "Hivi nyinyi lazima mwe mnapiga makelele yenu huko mtu mnafanya." Uche anamwambia, "Wewe haujui tu utamu yule baba jamani. Yule baba ana vitu fulani hivi. Yaani ya kwake ni ndefu. Alafu alivyokuwa ananifanya kuna style nilimpa. Achana popo kanya mbingu. Kuna style nyingine nimeibuni mimi mwenyewe inaitwa bundi kanya mti. Yaani hata lazima tu ningepiga kelele. Hata wewe Adele lazima ungeifeel tu." Sasa hapa Adele waga anampa sana ushauri rafiki yake Uche, anamwambia ndio vitu ambavyo unawaza. Unajua njia ya kwenda kuzimu ni nyepesi sana, lakini ya kwenda wokovuni ni ngumu. Sasa Uche anamwambia, "Kwani lazima uniambie maneno?" "Sio ni lazima nikwambie maneno. Yaani mimi niwakupikia na kusafishia nyumba na kuoshea vyombo. Wewe kazi yako ni kuzagamuana tu." Sasa Uche akamwambia, "Hivi wewe utaama nyumbani kwangu? Unaona unanipanda kichwani." Adele akamwambia, "Koma wewe, mimi nalipa kodi hapa. Nachangia kodi. Usio kama unalipa mwenyewe. Nalipa bili za umeme, nalipa bili za maji. Usiniendeshe kihivyo unavyotaka wewe. Sawa?" Sasa hapa Uche bwana akawa amepigiwa simu na yule Eric. Akamwambia, "Bwana, mwanangu kafariki." Lakini Uche ukimcheki ni kama hata ajali. Ndio kwanza anapokea poleni jamani. Tuliumbwa na turudi mavumbini. Sasa hapa amekata simu anamwambia rafiki yake kwamba Eric kafiwa na mwanae. Sasa huyu Adele anamwambia, "Wewe ni mtu wa Disney, mbona kama ujali?" Uche akasema kwamba naona jinsi gani ambavyo familia yake inaenda kuvurugika jamani. Huyu mwanae kafariki. Sasa ni wakati wa kumwacha mke wake tujivinjari. Sasa huyu Adele anashangaa. Huyu rafiki yake kaingia na zimu gani hili ambalo hana hata utu. Hapa sasa bwana tunaona pasta. Huyu pasta bwana ndio pasta wetu katika hii movie. Hapa sasa yupo na muumini anaongea naye. Mara ghafla mlango ukagongwa. Ikabidi huyu muumini asepe zake. Sasa kumbe kaingia Adele. Alipofika hapa akamsalimia pasta, "Bwana asifiwe." Akakaa zake, akamletea zawadi. Huyu pasta bwana sasa akachukua zawadi akaweka pembeni. Alafu akaanza kumfanyia maombi Adele. Baada ya kumfanyia maombi bwana mlango ukagongwa. Mlango ulipogongwa, mara pap kaingia Uche. Adele akashangaa. Huyu akanifuatilia nyuma. Adele akasimama akamwambia, "Pastor, huyu ni rafiki yangu anaitwa Uche. Uche, huyu ni pasta wangu.
ambaye siku zote nakwambiaga kwamba unaweza ukamuita akakufanyia maombi. Sasa Uche akamcheki akasema hicho kifaa mbona kinanifaa. Lakini pastor akamwangalia akasema sawa, nashukuru kwa fahamu. Adele akaaga na sepa zake, lakini Uche haitamani kubaki huko kwa sababu ameshamtamani pastor. Akamwangalia akasema huyu lazima nimpate tu. Sasa hapa tunamwona yuko jikoni anakunywa juisi. Akawa anawaza, anajiuliza, inakuwaje kijana mzuri kama yule anakuwa pastor? Hivi nikimpata yule, nikimpa popo kanya mbingu ya kuirukia huyu, atachomoa kweli? Hivi mapasta washa kupewa kweli? Ya uvunguni, kichwa ngekeka chini ya uvungu, yote iko juu. Akiwa anaidambua, kapewa kweli huyu? Basi hapa mawazo akamwendea mbali kiasi ya kwamba mpaka kana waza yuko na pasta, yuko kwa nyuma, anamvua nguo, anamwambia kwamba twende tukaichape. Hayo yote ni mawazo tu. Sasa hapa ni asubuhi, tunamwona Uche anataka kutoka, lakini anashangaa gari lake halipo. Fungua gari haioni. Anamwona rafiki yake ndo anarudi. Anamwambia, wewe, haya mazoea yametokea lini? Mpaka unachukua gari langu mimi nataka niende kazini afu gari silioni. Rafiki yake anamwambia, nilitoka tu nienda kanisani mara moja. Kanisani ndo nini? Unanichosha kwenda kazini kwa ajili yako? Nilikuwa nimetoka kununua juisi. Unajua pastor anakuja leo. Sasa Uche aliposikia pastor anakuja, hasira zote zikaisha. Akasema, unasema pastor anakuja? Sasa nilikuwa nawaza kwenye friji pia hamna juisi. Uche akasema kwamba siendi tena kazini, acha tu nibaki. Akamwambia, chukua funguo hii hapa. Akamwambia, hapana, umeniharibia mudi yangu yote imekata, siendi tena kazini. Kumbe hii yote ni kwa sababu pastor anakuja. Ndio maana Kazuga haendi wapi? Haendi kazini, anamsubiri pastor. Yaani mpaka amdambue, anajisemea mpaka ni mdambue pastor. Sasa baada ya muda kwenda kidogo, Uche kama amekaa hapa anajiuliza kama pastor anakuja na hivi. Akakimbia chumbani haraka haraka kwenda kubadilisha nguo. Sasa ghafla bwana, mlango kwa umegongwa, pastor ndo kama amekuja. Sasa huyu rafiki yake Adele akawa amekuja, amefungua mlango akamkaribisha, karibu sana pastor. Pastor akasema, unaishi pazuri. Adele akasema, hapana, sio kwangu hapa. Ninakaa na rafiki yangu, niko pa rafiki yangu, sio kwangu hapa. Mara ghafla Uche akawa amekuja. Uche akaanza kumwambia, sasa hizi pastor. Sasa Adele akana shangaa, kaenda kubadilisha nguo saa ngapi? Alafu tabia kaanza lini ukarimu hivi? Basi Adele kama sepa zake amesema kwamba mimi niko jikoni jamani napika. Wakawa wamekaa hapa pastor na Uche. Sasa wakana piga story nini? Uche anajikuta mtaratibu mwenye busara. Pastor kana mwangalia nini? Mara ghafla sini natuhamisha na tueta mezani. Hata wakapo mezani wanakula wanapiga story nini? Pastor ni kama anamtazama sana Uche. Na Uche kama anamtazama sana pastor. Sasa mara ghafla Adele kama amepaliwa. Uche kama amewahi jagi kumwekea maji Adele. Lakini pia pastor alikuwa amewahi jagi pia, mikono ikakutana. Wakatazamana, Uche akachukua zake jagi akamwekea Adele maji. Lakini Adele ajiuliza, karimu, mbona haujawahi kuwepo? Sasa hapo akiwa anakula ni kama wanatazamana kati ya Uche na pastor, wanatazamana fulani hivi. Sasa hapa bwana, tunamwona pastor amesharudi nyumbani. Lakini amerudi nyumbani, anamwaza sana Uche. Na kama anamuona hivi ndani, Uche anamjia sana. Sasa pastor akaanza, mimi pepo gani jamani? Akaanza kutemea, shindo kwa jina la Yesu. Pepo koma. Akaanza, jamani Mungu, unanipitisha wapi tena huku? Kila akitaka kusali, anamuona kabisa Uche huyu hapa anakuja. Kila akitaka kuomba, Uche huyu hapa anakuja. Maskini wa Mungu akapiga magoti kabisa mbele ya msalaba. Akaanza kusali, kasali mpaka analia. Anasema, Mungu, hivi ni kwa nini unanipitisha huku? Mimi sitaki kutenda dhambi. Kila akisali, lakini Uche anamkatisha. Kila akisali Uche anamjia, anamkatisha. Analia maskini wa Mungu. Haje kusali hivi. Sasa hii ni siku nyingine tena asubuhi, tunamuona Uche yuko hapa mezani, yuko na vipodozi vyake. Sasa akiwa hapa anajiandaa kufanya tangazo la vipodozi, mara akachukua simu yake akaamua mpitie mtandaoni kwanza pastor. Akamcheki, akasema, jamani mkaka, kwa nini umeamua kuwa mchungaji handsome boy? Kama mtazama picha zake, akawa kula viapo vyake hapa, anasema lazima tulane. Yaani utake usitake lazima tukulane. Afu unaonekana utakuwa na mashine ndefu wewe, kwa sababu nikikucheki picha zako hapa ni kama unanishawishi fulani hivi. Sasa hapa tunamwona Uche anamwaga rafiki yake. Huyu rafiki yake anatoka, anasafiri. Sasa hapa akaanza kumwaga, akamwambia, jamani nitakukumbuka sana kwa jinsi ambavyo unaondoka. Nitakukumbuka kweli kweli. Sasa mimi nawaza hii ni nafasi nzuri ya Uche kumpata pastor. Sasa akiwa amekaa hapa kwenye kocha anajisemea, sasa hapa ni muda wa kufanya mawindo jinsi ya kumpata pastor. Mlango uko unagongwa. Ulipogongwa akawa ingia huyu. Huyu jamaa ni yule Eric ambaye alikuwa anazagamwana na Uche. Kumbe Uche bwana alimwambia kwamba waachane. Hataki tena story na yeye. Sasa hapa akanamwambia, kwa nini unataka kumpa mke wako talaka? Ili kwa sababu niwe na wewe, uwe na mimi. Wewe una akili kweli wewe? Mimi sikutaki. Wewe nenda kwenye familia yako. Mimi sikutaki tena na sihitaji kuwa na wewe. Sasa akanamwambia kwamba kwa ukumbuke hadi zetu. Hali gani mimi na wewe? Ukumbuke mipinduko ambayo nilikuwa nakupea. Lakini Uche akamwambia kwamba unajua mimi kwako kitu ambacho nitakimisi ni mipinduko. Unajua kuidambua. Lakini mimi sikuhitaji. Basi akamsogelea, akaanza kumshika kimahaba. Uche ni nyang'au.
akamshika kimahaba, anamwambia kwamba kama vipi tuanze tu basi nikakupea mwisho, mipinduko yako iko mizuri na nini. Sasa jamaa akasema basi tuanze tu nikakupea. Uche akasema mshenzi, hebu toka nyumbani kwangu. Huwezi amini, alitimliwa hivi anaona. Ametoka kuambia maneno mazuri tu hapa, lakini Uche ghafla akabadilika. Sasa hapa tunamwona Uche yuko nje. Sasa ameamua moja kwa moja kumuinda pasta. Sasa hapa yuko nje ya kanisa, anamchungulia pasta anatoka saa ngapi. Sasa alipomuona pasta anataka kutoka, akanyuka zake akatoka kwenye gari akazuga hapa nifanye nini, akazuga kwamba gari limeharibika. Basi akafungua bonnet nini haraka ili azuge kwamba gari limeharibika. Pasta akatokea akamwambia, Uche, akamwambia pasta, jamani bwana Yesu asifiwe pasta. Pasta sema amina, unafanya nini hapa? Gari langu limeniharibikia, afu ni kama muujiza tu umetokea. Naomba unisaidie. Pasta akasema basi haina shida, akaingia zake ndani, akatekenya tu gari kawaka. Akamwambia, mbona gari liko sawa tu? Uche akasema jamani huwezi amini, gari liko aliwaki. Yaani kweli wewe ni pasta wa kweli. Yaani umelitekenya gari limewaka. Yaani siamini sana pasta. Kweli wewe ni mtu wa Mungu. Ona sasa Uche anachokifanya. Sasa hapa baada ya kupiga story sana, Uche akamwambia kwamba unajua ni pasta, mimi nina shida sana. Nahitaji uniombee. Akamwambia basi piga magoti nikwambie. Akamwambia hapana, mimi nahitaji kwamba tukakae sehemu kwanza nikuelezee jambo langu. Basi pasta akakubali, wakatafuta sehemu, wakakaa. Lakini Uche akamwambia, "Siuagize chakula." Akamwambia hapana, mimi nimefunga. Basi Uche akaagiza yake chakula, akawa anakula. Akamwambia, "Hebu fanya haraka, kitu gani ambacho utakuniambia?" Sasa Uche akaanza jingatangata, anasema, unajua pasta, hapa sio mahali pake pa kukuambia. Labda tungechagua labda nyumbani kwako au kwangu ili nikae nikuelezee na uniombee." Lakini pasta akasema haina shida, unaweza tu kaniambia hapa au kama vipi twenzetu. Basi wakachukua na wakaondoka. Bwana, hii movie huku mbeleni inaonyesha kwamba pasta mwisho wa siku alinogewa, aliingia kwenye dhambi, akaichapa bwana ya Uche. Lakini alivyoichapa alinogewa kiasi ya kwamba akawa anamsumbua sana Uche, mpaka ikafikia hatua akamfuata nyumbani kwake, akamwambia kwamba Uche, naomba nikuoe kwa sababu nishazini na wewe. Naomba tutubu nikuoe. Hapa tunamuona akapiga goti akamwambia Uche, naomba unikuoe. Sasa hapa rafiki yake alikuwa amesharudi, akanamwambia Uche, kubali. Uche anasema hapana, kubali. Basi mwisho siku Uche alikubali, akaolewa na pasta. Huu ndio mwisho wa movie yetu. Inatufundisha nini? Wachungaji, kaeni mbali na Majizabel. Ni noma sana. Naitwa Diblo na hii ni Diblo TZ. Hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment ili tuweze kwenda sawa.